Mama. Lakini pia Pialina ni mchapakazi. Mchapakazi sana. Nice. Mama wa watoto wangapi? Mama wa mtoto mmoja. Ana miaka mingapi? So ulimpata baada ya THT. Yes. Nipitishe kwenye maisha ya THT. THT ulipita mwaka gani? THT ilikuwa mwaka 2019. 19. Ulikaa muda gani THT? THT sikukaa sana, ilikuwa nadhani ni ile darasa la mwisho kabisa kabla ya marehemu Mtawa. Darasa la kina J Melody. Darasa la J Melody walikuwa mbele nadhani. Sisi ilikuwa la mwisho kabisa kwa sababu pia ambao walikuwa na wasanii gani? Kina Marisa. Zidi Value, kina Angela huyu Harmonize. Kwani amepita THT naye kumbe? Nice. Angela, kwa hiyo tulikuwa wengi kidogo. Kina Logic, yani kundi la Kina Logic. Kina Logic pia walikuwa wanatunyoosha pale. Kwa hiyo tulipita pale tukala msasa vizuri tu. Na nashukuru sana. Kilikuwa kipindi kizuri sana kile ambacho kilinifunza, kikaniwekea kitu kwenye muziki. Ndio maana hata baada ya kutoa ngoma kadhaa pale, nika stop nikaendelea na maisha mengine ya mtaani, still nimerudi. Nikiwa na ile shule inaendelea kuzungumza ndani yangu. Ndio maana najikuta mpaka sasa hivi naweza kufanya muziki muda wowote, wakati wowote, hata ukistop muda gani unaweza kurudi na nikafanya vizuri pia. Ulijifunza nini THT? Hiyo elimu ambayo inakuwezesha mpaka umekaa kimya lakini bado umerudi unapita kwenye hizo njia ambazo unazungumza. THT ni darasa kubwa sana. Yaani kuchina na muziki na kufundisha maisha kwa ujumla. Kufundisha maisha kwa ujumla, namna ya kujitambua, namna ya kujisimamia, namna ya kujisukuma mwenyewe. Umeona? Ile kauli ambayo nasema hauwezi kutembea basi tambaa, hauwezi kutambaa basi paa, yani fanya vyovyote vile ambavyo wewe utaweza. So naendelea kulikumbuka sana, naendelea kukumbuka sana, yani ile haitotoka. Japokuwa haiko sisi tukupata nafasi ya kupata muda mrefu sana kama wenzetu ambao walikuwa wameshapita nyuma, lakini mimi kile kidogo ambacho nilikipata still bado naishi nacho. Okay. So baada ya THT unasema uliamua kukaa kimya kidogo? Nilitoa ngoma kadhaa. So baada ya pale nikawa kidogo. Sababu ya wewe kuwa kimya ni nini? Sababu ya kuwa kimya nikaingia mtaani sasa. Kaanza biashara, jasiriamali. Okay. Kafungua saluni. Wow. Pipi Beauty. Tukaanza taratibu. Na sasa hivi tumekuwa tunafanya style zote pale. Wow. Tunasuka, makeup na vitu vyote vinavyohusiana na kwako sasa. Ya kwangu binafsi. Nice. Na utakuja siku moja. Kwa kweli. Una ofa zako za kutosha. Asante. Kwa sisi ambao tupaki makeup vitu kwa hiyo. Tuache kidogo. Tuna mpango wa kuandaa pale barber shop. Kwa hiyo wanaume pia tutaki kuwatenga jamani. Mnatenga sana. Usije ukasema sana. Dazo unajua tena unaweza kupaka makeup. Mimi? Yes. Ya nini sasa? Sasa si wasanii wanapaka makeup naenda kushoot. Sasa mimi ni msanii. Si unaenda usisikita, si unaonekana kwenye TV. Usisikita ndio usanii. Mtu yote anaika. Wewe na msanii si wale tu eti. Personality tunazingatia. Hebu nianze. Personality. Mtu yote ambaye anakaa mbele ya kamera sisi tunajua namna ya kufanya onekane vizuri. Kwa tutaenda pamoja. Amna sana tutapaka powder kupunguza jasho. Baada ya hapo so nikamaliza hapo nikaolewa. Ndio nikapata mtoto. So umeolewa kwa hiyo? Nimeolewa. Na una mtoto? Na mumeo amesemaje kuhusu muziki? Speaking of mume wangu. Mbona umepunguza sauti? Hataki huyu. Nimepunguza sauti ili niongee kwa heshima na taadhima. Ndio. Pole sana Danzo. Kaolewa. Subiri. Kaolewa. Mimi mwenyewe am taken. Kaolewa. Ushaposikia am taken. Mimi mwenyewe am taken. Kweli mume wangu ni mtu ambaye ni very supportive man. Wow. Namshukuru sana. Yaani awepo asiwepo lazima utaona yani mkono wake uko pale. Nice. Kwa mfano kama sasa hivi najua hayupo, yuko mbali, so baby atakaposikia yeye ajue kabisa kwamba
I love you. Nyoosha love. Yeah, big time. Nyoosha love. Big time.